Tumewaita nyinyi kama viongozi kwa sababu matatizo ya Lamu hayako kwa wananchi. Matatizo yako kwa viongozi. Na nyinyi kama viongozi ndio mtakaoamua kama Lamu itakuwa na usalama ama Lamu itaendelea kuwa na matatizo. Ni nyinyi mlioketi hapa pamoja na sisi ndio tutaamua. Vile tumefanya katika taifa letu la Kenya, usalama ni haki ya kila Mkenya. Mali ya kila Mkenya, maisha ya kila Mkenya, watoto wa kila Mkenya, biashara zao. Ni jukumu letu kama serikali, tukifanya kazi na viongozi, tuhakikishe ya kwamba mali yao iko salama, watoto wao wako salama, biashara zao ziko salama. Hakuna mtu mgeni hapa. Mimi pia nimekuwa katika uwanja huu kwa muda. Nimekuja Lamu mara nyingi. Hata baada ya hii uchaguzi, Lamu ni kati ya counties. Nimekuja zaidi ya counties zingine. Kumaanisha ya kwamba tunawadhamini. Na kwa hivyo hakuna mtu, kiongozi ama mwananchi Lamu wanaweza kusema ati serikali ya Kenya haiwajali ama haiwafikirii ama haiwadhamini. We value Lamu County the same way we value every other county in Kenya. And that is why continuously, consistently, we have engaged on Lamu issues. Lamu development issues, Lamu security issues. Mambo ya usalama ya Lamu, sasa nyinyi mumetuchanganya, kwa sababu wakati sisi tunaelekeza mipango, mawazo yetu kupambana na magaidi, pia hapa tuko na shida ya kisiasa, uchochezi wa kisiasa ambayo inatuharibia usalama ya wananchi. So sasa tumechanganya matatizo ya ugaidi na matatizo ya uchochezi wa kisiasa ambayo inapiganisha wananchi. Hapa wananchi wanapigwa na magaidi, alafu wananchi tena pale katikati wanapiganishwa wananchi wenyewe. Good people, that is unacceptable. That is unacceptable. And my two ministers for defense and internal security have been to Lamu several times. You know that. They have been to Lamu several times. And they have not come to Lamu ati kwa sababu wamekuja kwa holiday. They've always come to Lamu to think, to work with you on how we are going to manage the security situation in Lamu. Lakini mahali imefika ndio nikaamua tukutane, ndio tukubaliane, kwa sababu mahali imefika, it cannot continue like this. Whatever it is going to take now going forward, whatever it's going to take, we are going to take decisive, firm action, because it is not possible
tuelewane kabisa. Na mimi nimesema tukubaliane, ndio kusiwe na watu watakao sema eti ilienda ikarudi ikakaa hapana. We have to agree. Yeah, we have to agree, good people. Kwanza, the first thing I want us to, changamoto tuko nazo. Changamoto ni nyingi katika taifa letu la Kenya, na tuko na changamoto nyingi kwa sababu ya hali ya uchumi duniani kote. Lakini hatuwezi kutumia nafasi hiyo kufanya mambo ambayo yataharibu mambo zaidi. We must first agree on how we are going to work together to deal with the challenge of terrorism. Because terrorists are finding their way around Lamu easy because communities have been incited against each other. And terrorists are using that situation to create a narrative to pit communities against each other. So, those of you who are dividing people, you are actually agents of terrorists. The moment you are inciting one community against another, you are giving fodder to terrorists to come and capitalize on your division to find a place to carry out their activities. This whole problem in Lamu, we are going to sort it out because it is our responsibility. We're going to work together as leaders so that we can sort out the problem of Lamu. Tusaidiane tu, tutulize Lamu. Na waomba tena viongozi, please. You know? Kuna sababu gani Mungu amewajalia nyinyi ni viongozi wa Lamu wakati huu? Please, you know, use the opportunity you have. Mungu amewapatia kuleta amani. Najua kuna kurasa za Quran, lakini nitawaambia ya Biblia. Mathayo 5:9 inasema, heri wapatanishi, kwa sababu ndio watakaoitwa wana wa Mungu. The people who bring people together. Those ones. Heri wapatanishi. Mwende msome. Na natafuta the equivalent kwa Quran atanitumia. Katika sura An-Nisa inasema, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina nas. Haya. Bas. Inamaanisha kwamba hakuna jambo jema katika ulimwengu huu ambao Mwenyezi Mungu amelibariki kama mtu ambaye ataamrisha kutoa sadaka au jambo jema maarufu, na la tatu islahi baina, kuleta watu pamoja. Very good. Sasa kama hamujasikia hiyo yote tumesema, hiyo ya Biblia na ya Quran, jameni, you know, muyafuate those two.